لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال والنار جهنم. أيها المسلمون عباد الله فأوصيكم بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. الإسلام والأمر لنكوسيني كمcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wamefaulu mcha Mungu ni yule ambaye yafalu ma amarahu Allah ta'ala, anafanya yale ambayo Allah amemwamrisha, wayantahi amma nahahu Allah subhanahu wa ta'ala, na anaishia na kujizuia kuyafanya yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza. Dhalika huwa at-taqi, huyo ndiyo mcha Mungu. Kwa hiyo nakuhusieni ndugu katika imani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mawdhu'i fi khutbatina al-yawm, ama mawdhu'i yangu katika khutba yetu ya leo, aqidati najati, itikadi yangu mimi kama Muislamu ndio wokovu wangu. Itikadi ni jambo la msingi sana katika kuhakikisha dini ya Muislamu inanyooka, inahitajia itikadi iliyo sawasawa. Wal-i'tiqadu mabniyatun ala al-usuli, na itikadi ya Kiislamu yani al-i'tiqadu al-islamiyya imejengeka katika misingi, wa minha al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa itikadi za Kiislamu ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote ambaye atamwamini Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametimiza msingi wa kwanza ambao unamfanya awe Muislamu. Wala yakunu al-mar'u muslima hatta yu'mina billahi subhanahu wa ta'ala, haiwezekani mtu akawa Muislamu mpaka amwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu billahi yatadammanu bi thalathi umur, na ili umwamini Allah jalla wa ala inatakikana uyakusanye mambo matatu, wala yatafarraq, wala mambo haya matatu la tatafarraq, hayatofautiani, ni lazima uyakusanye pamoja, ndipo wewe utahesabiwa kama wewe ni Muislamu. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza
tauhidullahi fi rububiyyatihi, ni kumpwekesha Allah, kumfanya yeye ni mmoja katika ulezi wake. Antumina anna Allah huwa al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru al-raziq, uamini kwamba Allah ndiye muumbaji, ndiye mwenye kumiliki, ndiye mwenye kuendesha mambo yote, na ndiye mwenye kufanya kila kitu. Kwa maana uamini kwamba Allah ndiye mfanyaji wa kila kitu, jambo la kwanza. Kwa hiyo kumpwekesha yeye katika hilo. Wal amru thani, na jambo la pili ambalo ukilifanya unaonekana wewe ni Muislamu, tauhidullahi fi uluhiyyatihi, ni kumpwekesha Allah, ukamfanya mmoja katika ibada. Kwa maana an ta'budu Allah wahdahu, ni kumwabudu Allah peke yake, wala tushrik bihi shay'a, na wala usimshirikishe na chochote katika ibada zako. Ta'budu Allah ikhlasan liwajhihi, unamwabudu Allah kwa kumtakasia uso wake. Wala tudkhilu fi ibadati shay, wala uingizi katika ibada jambo lolote. Wala tusarifuha lighayrillah, na wala hauzipeleki ibada hizo ukamwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tauhid uluhiyya. Na jambo la tatu, tauhidullahi fi asma'ihi wa sifatihi, ni kumpwekesha Allah, ukamfanya mmoja katika majina yake na sifa zake. Ni wajibu Allah umfanye peke yake katika majina alikuwa nayo mazuri, na katika sifa zake alizokuwa nazo ambazo zimekamilika. Kwa Allah jalla wa ala, ili umwamini sawa sawa, ni wajibu ya mambo matatu kuyakusanye. Wa man lam yajma'aha, na yote ambaye hata yakusanya yote, la yasiru muslima, hawezi kuwa Muislamu. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yufarriq baina man yu'minu bi tawhid ar-rububiyyah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwatofautisha baina ya mtu anayeamini kwamba Allah ndiye mwendeshaji wa kila kitu, kwamba Allah ndiye mwendeshaji, muumbaji, mfanyaji wa kila kitu, wa baina ubadi al-asnam wal ashjar, na baina ya wale ambao wanaabudu masanamu na mawe, wote hakuwatofautisha. Allah anasema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, ukiwauliza washirikina ni nani muumbaji wa mbingu na ardhi, wanasema ni Allah. Lakini pamoja na wao kusema kwamba Allah ndiye muumbaji, ndiye mfanyaji wa kila kitu, hawakumwabudu Allah peke yake, na wala hawakumpwekesha katika majina yake na sifa zake. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, asbahu al-kafara, wakawa ni makafiri. Kwa hiyo ili wewe Muislamu unabidi umpwekeshe Allah katika utendaji wake, umpwekeshe Allah katika ibada, na umpwekeshe Allah katika majina na sifa zake. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd, ayuha al-ikhwatu fil islam wal iman, enyi ndugu zangu katika Uislamu na imani, Allah jalla wa ala katika sura Maryam aya ya 65 anathibitisha haya mambo matatu kwamba ni wajibu Muislamu awe nayo. Anasema, rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal tasma'u lahu samiyya. Anasema Allah, rabbus samawati wal ardh, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wa mbingu na ardhi, wa ma bainahuma, na yale yanayopatikana baina ya mbingu na ardhi. Yeye ndiye mwendeshaji, yeye ndiye mfanyaji, yeye ndiye anayefanya kila kitu kiende.
Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu yawmin huwa fi sha'ni, kila siku Allah anaumba, kila siku Allah anafanya kazi. Unapozungumza maneno Allah anayaumba hapo. Unapotaka kunyanyua mkono Allah anakuumbia kitendo. Unapotaka kuangalia Allah anakuumbia kuangalia. Unapotaka kula Allah anakuumbia kula. Kullu yawmin huwa fi sha'ni, kila siku Allah yuko katika kazi, anaumba. Kwa lazima uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wa kila kitu. Rabbus samawati wal ardh, mlezi wa mbingu na ardhi, wama bainahuma, na yaliyomo baina ya mbingu na ardhi ni Allah jalla wa ala pekee yake. Fa'budhu, muabudu Allah huyo, muabudu yeye pekee yake. Wastabir liibadatihi, na uwe na subira katika kumwabudu. Umwabudu Allah jalla wa ala na uwe na subira katika kumwabudu. Na hapa tunapata tauhidul uluhiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumpwekeshe, tumfanye yeye peke yake katika ibada zake. Mwanzo Allah anatuamrisha ya kwamba na kufahamisha kwamba tumpwekeshe katika ulezi wake na uendeshaji wake wa mambo. Kisha akasema hal tasma'u lahu samia, na hii ni istifham ambayo huingia kwenye nafi. Hal tasma'u bihi, hal tasma'u lahu samia, hal ta'lamu lahu samia. Je, unajua kwamba Allah ana wajina? Allah anauliza swali ambalo anakusudia kupinga. Je, unajua kwamba Allah ana wajina? Jibu lake ni hapana. Allah subhanahu wa ta'ala hana wajina. Allah majina yake ni yake peke yake, na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mazuri. Walillahi asmaul husna, Allah anasema na Allah jalla wa ala ana majina mazuri. Lakini majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake vimekamilika. Walillahi mathalul a'la, Allah anasema na Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za juu, sifa zake zimekamilika. Al-mathalul a'la ni al-wasfu, ni sifa ambazo al-akmal, zilizokamilika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa nzuri ambazo zimekamilika. Lakini pia katika sifa za Allah na majina yake hakuna mfano, hakuna mwenye kushirikiana naye katika ufanani. Katika kufanana Allah anapwekeka, wala haifai kuingia katika majina ya Allah ukaanza kuyapindisha, kuyatafsiri unavyotaka wewe, bali inabidi mstopu kama walivyostopu wewe waliokuangalia. Na ndio maana walipokuwa wakiulizwa ila katika masala haya wanasema hata uliuma. Hivi ndivyo tulivyoamrishwa sasa. Katika majina na sifa hawakufanya taharifi wala hawakufanya tamthili wala hawakufanya tahdhiri, hawakupindisha majina ya Allah na sifa zake, na wala hawakuyafanyia mfano majina ya Allah na sifa zake, na wala hawakuyafanyia michezo na kuyaingilia na kuyafanyia ujanja, kusema bwana hapa Allah amesema hivi lakini anakusudia hivi. La, bali maana yake ambayo imekusudiwa katika Qur'an ndio hiyo ambayo unaielewa wewe. Allah akisema ana mkono, naam ana mkono. Allah akisema anasikia, naam anasikia. Allah akisema amestawi juu ya arshi yake, naam amestawi juu ya arshi yake. Ni namna gani alivyostawi juu ya arshi, na ni namna gani ambavyo Allah mkono wake ulivyo, na ni namna gani Allah anavyosikia, ni namna gani Allah anavyoona, hatujui. Sasa kama hatujui, kwa nini tunaamini? Allah anasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah hana mfano, hafanani na kitu chochote, lakini anaona na anasikia. Kuona kwake
Allah na kusikia kwake Allah yaliku bijalalihi wa kamali, vinaendana na utukufu wake na ukamilifu wake, ili uone ya kwamba kuna tofauti kati ya kusikia kwa mtu na kusikia kwa Allah, kati ya kuona kwa mtu na kuona kwa Allah. Angalia wewe ulivyo, mkono wako ni kama wa mbuzi, macho yako ni kama ya nyoka, zungumza yako ni kama ya kuku. Kwa sisi wanadamu tunatofautiana na viumbe wenzetu. Vipi tufanane na Allah? Kwa sababu ya kufanana majina. Kufanana majina, yani kusema kwamba Allah anasikia na sisi tunasikia, haina maana ya kwamba sisi ndio tunafanana. Yeye anasikia kwa utukufu wake na ukamilifu wake, na sisi tunasikia kwa udhaifu wetu. Ndio maana mtu akimwona pale usisikii. Kwa sababu gani? Usikivu wangu mimi umefikirizika katika udhaifu wa binadamu, ama usikivu wa Allah umekamilika. Kwa lazima uamini kwamba Allah ana majina yake matukufu na sifa zake zilizokamilika, lakini pia uamini Allah kwamba ndiye mwendeshaji wa kila kitu, na uamini kwamba Allah ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Hadhihi aqidati wa najati, na hiyo ndiyo itikadi yangu na ndiyo wokovu wangu. Subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabri wa qina adhabad din. Wa aqimus salat.